sana ambao umeweza kufanya nao kazi tayari? Wale wako huko juu. Wenye wamebobea tu kwa hii content creation yenyewe. Mimi naweza sijakuona ukifanya na Flaco, sijakuona ukifanya na huyu Crazy Kena. Unajua hii game pia unafanya tu na watu damu yenu inaingiana. Mimi unajua sipendangi kudanganya ati nifuate mtu ati tufanye. Mara mingi mimi hufanya na watu ndio wanaanza. Jua watu pia wako huko pia inakuwa ngumu kusumbuana kidogo. So mimi uchipua kama Lensa tulimtoa hivi. Kuna wengine pia tunawatoa. Tukakuwa na so mimi hufanya na watu wanataka wanaanza kufanya content. Unajua Lensa kwanza umemuinua sahihi, anafanya vizuri. Nilimuona kwa dini nyingine hapo ya family ilikuwa ni family meeting ile akina Kwach. Ilikuwa ushago. Ile ilikuwa ni shot nyingine. Mnajua ni venye mlifanya hiyo kitu wafanye Kiswahili version. Nakwambia inaweza fanya you have to translate it to somebody actually what it means. But so ile unajua imelimit watu. So walifanya. So atafuteni tu hivyo kina YY akina Kijaluo wakuja wafanye hiyo kitu na translate hiyo kitu na Kiswahili. But so far actually families behave like that. But so far watu nimefanya nao na wenye walitutangulia huko. Kama mimi work na Terence. Nimepiga na Terence. Jamaa pia mnoma ule. Anasukuma kazi. Nilipenda ile ni yake ya Freddy. Freddy papa. Hata nilikuwa hapo hii ya mwisho. Ukiwatch vizuri utanipata hapo polisi wakitushika. Mbona alifunga bana hiyo kitu? Mimi bado nafanya na SPM Butita. Kama umewacha nasi. Butita anafanya kazi kwa. Hata sasa hii kuna ingine Batiko Base TV inaitwa kwa HR. Kwa HR. Kwa HR. Even me hapo naitwa Isaiah. Me am the main character. Batiko Base TV hapo Isaiah. Then sasa hii tumemaliza ingine inakuja I think next month inaitwa Fundi Long Distance. So huyo nafanyanga na then Dr. Kingori. Hao ndio watu naweza sema wazito wenye. Hata Dr. Kingori sasa naona amechukua line nyingine tofauti ambayo nzuri nyingine kama hii Unajua hii entertainment cake ni kubwa bana. Ni kubwa. Jamaa amechukua line nyingine ya finances na nini. And he's actually vizuri. Anafanya poa sana. So hii kitu ni unaweza ni kubwa ishi na pia hata mtu akikuita unaenda tu keki kubwa hii mnasherehekea. So unasema wale ambao unawaenzi sana ni akina nani ambao akina Terence Butita Kingori so lakini hao wasanii wakubwa unasema kuna wasanii wengine wanakuwa na maringo kidogo. Wengi so pia unajua pia sasa hii game pia sisi tumepiga mnajua. Wewe sasa hata mimi nashindwa, unajua wewe hata ufai kutafutana na kina mimi tayari mtu anakutafuta wewe. Ndio maana nakwambia kuna two specific wenye naweza fanya na but wengine kidogo kila mtu anataka hivi watu waelewani, wengine wanaonanga ni kama competition. But mimi sasa hiyo competition mimi nafanyanga na passion. Pesa ikipatikana sawa. Ikipatikana pia sawa tu. Alafu najua pia hii content creation saa zingine haitengenezi pesa ati hiyo haraka. So kama wewe si mtu ambao uko patient, utaacha katika opportunities. Unaona. So sisi tumeanza mbali sana. Tukianza pale Ultimate Comic na kina Tom kina Sami Kioko. Tukaenda Churchill kidogo, alafu corona ikatutoa tena. Then ndio hii sasa tukaanza kufanya YouTube zetu. I think kuna jamaa ambaye anaitwa Dielman yule. Sio wewe ilikuwa idea inakaa idea yako vitu kama hizi. Hiyo Dielman mtoto wa nani? Anaitwa Kinambala Mwezi. Dielman pia anafanya vizuri sana. Unajua na behave ni kama short wire hivi unaweza fikiria ni kama elevi kenye naendelea, lakini actually Dielman alituambia anataka alikuwa home akatambia anataka kukam Nairobi. Tukaongea na Mbala na Batwise, unajua Batwise pia namjua. Alafu Batwise pia unajua amechukua different route. Sasa ni mwizi hivi. Unajua hii content creation amechukua hiyo route juu kuna watu kama hao. Hata kuna mtu sahi atoke na uganga hata ikula tu. Kuna yule tu mtu ni mganga tu.
So ni vitu zina happen. But why pia tulikana Mbalamwezi tukasema tulete huyu kijana. But why pia alikuwa ni because unajua but why mimi nimeanza kumuona na Exodus. Na Exodus hata sisi tumepiga na yeye kadhaa. Nilimuona na Exodus walianza na Exodus kitambo walikuwa pair mbili hivi. Watu wawili. Okay. So mimi nilikuwa nafikiria labda hata hivyo ndo wenye walianza alafu kumbe kuna another history behind it. Walianza kitambo sana. Walianza kitambo. Sijui how many years back wakiwa wawili. Alafu unajua pia hiyo divergence venye walelo wakadivert kila mtu akaenda pande yake pia. Hiyo ni very nice and create. Kila mtu anatafuta ile style yake because sasa whatever Exodus is doing right now anafanya na ule jamaa ambaye anakaa ni kama mdosi yule mdosi anamfanyia kazi yet but why on this other end pia anafanya na mama pia sometimes anafanya uizi na kazi inasonga mbele. Hata mimi zai ni bia sijui kama uja watch hiyo basi imenipita kuna ni bia hapo bwana ni bia simu katululu so tunafanyanga hivyo sometimes tukiwa free wote tunaitana tunapiga na mambo inaendelea. But how does this content creation does it really pay well? Ina pay but ukivumilia. Ukivumilia kitu naweza sema ijai ni pay ni TikTok. Juu TikTok bado haiko monetize unless uende pale tap kutoka asubuhi. Na hiyo sasa watu wanakuonanga kama bega online bega. Sasa kuna vitu zingine watu hawezi fanya unless unataka wale watu wakutukanana nini. So sahi akina nyako wale ndio wanaweza fanya hizo. So as a content creator unaona kama sahi tunafanya kitu hiyo unaweza ingia live yako nini ama umepewa job uingie live. Alafu Gava ilifanya vizuri akaanza kumonetize Facebook pia tunakula kidogo. Kama mimi nakula Facebook na YouTube. Na hizi zingine za to advert tudogo. So inalipa. Inalipa but it takes time. Unavumilia. Kuna mwezi inaweza kuja mingi, kuna mwezi iko chini. So kuna wakati kuna wale ma content creator ambao unapata labda saa zingine kwa mwezi hivi wamepata 1 million. Wako wenye wanafanya sana kama hizi long kama hizi tumepiga story alafu upate watu wameview. Unakulia vizuri sana. Mita inaingia. Inaingia vizuri. Lakini kwa hivyo ukiwa na strategy mzuri pale wewe hata ukui na wasiwasi sana. So kila mwezi uko na mambo yangu unakula vizuri. Okay. So tunapomalizia bwana Mbalamwezi labda unaweza kutuambia what is it? Unaniita Mbalamwezi. Yes, tunapomalizia Odiero Nyamjengo ODSA. Sijui unaweza mwambia watu wao wenye unafanya content creation sana hii pande ya comedy na nini. Unaweza kuwaeleza vipi? Wenye wanaanza ama watu wanafanya? Wenye wanafanya tayari wenye wanaanza. Okay, wenye wanaanza. Wenye wanaanza. Na pia mvumilivu ula nini hiyo anaona. Mbivu. Mvumilivu ula mbivu. So wengine wanaanzanga naonanga mtu akona ameanza kuimba hata kuwaimbaji. Mtu ameanza kuimba hata akona anatafuta subscribers. Labda upate mamake, brother watu 5 alafu ameanza raundi mutaniti. Ameanza kudisu watu. Unadisu watu na watu bado waja kujua. So content creation inataka uvumilivu then consistency. Ukianza kitu maintain. Kama mimi hii yangu nikianza sasa wewe unapiga vitu za mjengo nini na nikai maintain na ikafanya. Kuna watu lakini mimi unajua mimi nao nimekufuatilia sana kwa sababu nake nilianza kuona ukiwa pale ile sijui ilikuwa ni Churchill show ama ilikuwa ni Churchill. Hiyo ni Churchill show. Ama ultimate competition fulani inaitwa Ultimate Comic.
So hata hiyo kura ndio ilinitoa kidogo but ningekuwa number 1. Ile mimi sisi hapo ndo tuliweka yetu. Ndio naona hii iko more organic ndio inaenda. Vibaya sana. So kama kuna vile baba pia alikuwa na lose election pia mimi ni zai lose. So naweza kuwa president in future. Kuna wakati fulani hapo umeenda interview na Dr. King'ori. Tukiwa na yule mrembo anaitwa Kamene Goro. Alafu ukauliza swali fulani hapa ambao ikanishika. Walikuuliza wewe saa hii for example kama sijui ilikuwa ni nini, ukasema sijui wewe utakufa njaa watu kae, ilikuwa ni hiyo ilikuwa yetu na KRG the Don. Ilikuwa ni KRG, ilikuwa anauliza unajua sasa alileta mdozi na Asla akauliza Diero sasa ukipata mita 2 unaweza faint, akamwambia ni faint ndio waibe. Siwezi faint but hiyo ya njaa pia nakumbuka ilikuwa Kamene ya njaa uko ulizwa wewe ukiangalia fuliza yako saa hizi ukasema sikumbuke swali vizuri lakini tutarevisit. But I think content ambazo umepiga unajua umepiga content ambayo ina resonate na the common man where the population is. Kwanza sahihi. Lakini sasa shida ni the common man wanatoa wapi bundles ya kuacha hivi vitu bana? Hujaipita watu hata kwa nini wamekaa mahali hata nyuma ya klabu fulani. Kuna hii mambo ya nisikanie. Watu wanascan. So mafans wako wanascan mbaya. Wanascan. Then kuna haters pia wanataka kukutusi na wifi ya scan. Pale wewe nini kuscan. So wanapatanga bundle. Alafu hii Kenya siku hizi heri mtu weke ya mboga na mbao ya nini ya internet. Juu internet ndio inatoa stress by the pale TikTok nini inaitwa aje, unajua siku hizi watu wako na stress mingi sana. So ukiingia pale TikTok uone ucheke kitu kitambo, lakini before internet do you know God pia ali create vitu zinafanya watu wakue nini wasikuwe na stress kama watu wajiwangi kama gani. Usaikaa tu chini uko na stress nini watu wengi wangejua but hizo hatukufundishwa kwa biology but mimi life ikafanya nikajua. Unaona hii mtu amekaa tu chini ameparara anajikuna. Unajua hiyo kitu inamkeep busy. So una ile mentality ya kujinyonga. Hiyo ni God aliweka vitu kama ama kuzuba. Hizo ni vitu zinasaidia watu. Mtu amekaa tu amezuba hivi. Unajua sasa umezuba akili inakuwa ni blank. Hata kuna anaweza zuba naangalia tu hivi. Si kuzuba ya bangi, kuzuba normal. Yenye ile uko na stress akili ime hapo inakukeep busy. Watu wengi wangeshajinyonga. But kujikuna na kuzuba inasaidia. So jikune. Usiogope. So watu wajikune bwana. Watu wajikune. Ambianga watu wajikune. Inakukeep akili yako hapo. Nashinda tu mtu wako tu kwa hiyo mguu yake hivi.